katika Senate. Sasa tunafaa kukutana Jumatatu, na ni aibu sana watu kufanya the same thing, kitu mara 8 the same thing, wanangojea matokeo tofauti. Lazima kuwe na suluhu, na tunafanya juhudi sana kuona tutapata hii suluhu. Kile ambacho ni cha kweli ni kwamba serikali ya kitaifa sasa haina matumizi mengi sana kwa sababu ya COVID-19. Kwa hivyo kama tunaweza kuongeza pesa bilioni 10 kwa county, inaweza kusuluhisha huu mgogoro ambao tuko nao. Tutoe hizi pesa kutoka shilingi bilioni 316.5 mpaka karibu shilingi bilioni 25-27 hapo tunaweza kuwa na suluhu. Na hilo ni jambo ambalo nafikiri linawezekana, kwa sababu sasa hivi miradi mingi ya serikali haiendelei. Na ningependa kuwaomba maseneta wenzangu kwamba tuweze kufanya hili jukumu kama jukumu la kitaifa, kwa sababu ninaona kuna watu ambao wanaingiza siasa ya 2022, wengine wanaingiza siasa ya kwamba hawana viti, walikuweko hawana viti, na hususan zaidi kila mtu anaangalia kaunti yake. Lazima tupate suluhisho, kwa sababu Mungu hakukosea akituleta katika hii nchi pamoja. Hata kama tuna maoni tofauti, hata kama tuna dhana mbadala, ni muhimu sana tuamue kwamba lazima tulete suluhu katika nchi yetu ya Kenya. Na nikumbushe watu kwamba hii Kenya, Mkenya ako na uhuru wa kuishi mahali popote. Hii kaunti ya Narok iko na Wakikuyu ambao ni kama mimi. Kuna Wakalenjin ambao wako huko Masai Mau, tumeenda huko tukawaona. Hata tulikuwa tumeenda kupanda miti huko Sierra Leone kitambo kidogo kabla hawajafukuzwa. Na kikundi cha wabunge vijana. Hapa kuko na wa Masai ndio wengi. Lakini kila county iko na in fact kule kwetu Ruiru niko na Masai. Na nimekuwa nikiwatetea kwa sababu wanakaa katika ardhi ya serikali ya jeshi. Kwa hiyo kile nasema kwa ufupi, lazima watu wakifanya hii maneno wajue kwamba Kenya ni moja. Tunaweza kuwa na tofauti za kidhana, lakini Kenya ni moja. Tupatie serikali ya kitaifa, tumezozana sana. Hizi pesa zije, tuwe na formula ambayo itasaidia, lakini pia magavana wasitumie hii nafasi kujilimbikizia mali, kwa sababu hiyo ndio shida kubwa sana. Kuna haja gani tulete pesa Narok alafu mtu anaiba ni arudi Nairobi? Kuna haja gani? Kama ni pesa ifanyiwe biashara hapa, iwekezewe hapa, ifanyiwe huduma hapa. Lakini sio eti unachukua fedha inakuwa ni inachukuliwa upande ule mwingine. Kwa hivyo mimi ndio maoni yangu nimesema. Msimamo wangu umekuwa mkali sana kwamba haupatiani chakula kulingana na ukubwa wa sahani. Unapatiana kulingana na wingi wa watu. Na niseme kwamba hilo ni la muhimu. Lakini kama tunaweza kusuluhisha swala hili kwa kuongeza mgao wa fedha, kwa kuongeza hiyo idadi ambayo nimesema mpaka kutoka shilingi bilioni 316 mpaka bilioni 327 hivi, itakuwa ni afueni. Na pia jambo la pili, zile fedha za usawazishaji, mfuko wa fedha ambao umeorodheshwa vizuri na ukaelezewa vizuri katika kipengele cha katiba cha 204, unafaa pia kuafikiwa na kuweza kuhitimishwa, kwa sababu bado hapa kuna dosari. Tuliwahi kuweka shilingi bilioni 5 bunge lililopita, lakini mwishowe hilo jambo halikuweza kufaulu kwa sababu kulikuwa na mchakato. Aidha tupatie kaunti 14, kukaletwa mjadala hoja bungeni kwamba tupatie sehemu bunge fulani, tukauangusha ule mswada. Sasa imefikia kwamba tuende katika tarafa, sublocation. Na sasa tukienda katika tarafa, basi inasemekana kuna mifuko ya umaskini, kuna vitongoji ambavyo vipo katika kila kaunti. Lakini kwangu mimi ningaliulizwa, tungeelekezea upande wa zile kaunti ambazo zinaonekana pengine mazingira hayajakuwa mazuri ya kuweza kuwa na uwekezaji na huduma za kiserikali. Hapo ndio tunasema, kwa sababu ukiangalia huduma za afya zimegatuliwa. Hii ni huduma ambayo inafanyiwa kule mashinani huku kwenye serikali gatuzi. Na umesikia kuna mtu anaitwa Minyoo, sijui Minyoo, amepatiwa tenda ya bilioni 7 ya kuuzia serikali PPEs. Hiyo pesa kama zingalikuja kwenye county zingalisaidia zaidi.
lakini sitaki kuongea zaidi ya hapo. Mimi mwenyewe nimeuza hilo swala bungeni, vile ambavyo fedha zinatumika, na wale wakora wote ambao wanaiba hizi fedha kupitia janga hili la kiulimwengu, la kimataifa. Unajilimbikizia mali wakati watu kuna maafa.